Samahani kipenzi, nimekuita hapa, kuna kitu natamani nijue kutoka kwako. Unajua kila imani inaanza kutengenezwa na usikivu. Hakuna imani inayokuja bila kusikia. Sasa ndani ya siku mbili hizi kuna vitu nimesikia ndo vinanifanya yani nikose hata amani ya moyo. Mambo uniambie, nitakuuliza. Nachohitaji tu ni ukweli kutoka kwako. Umeongea sana. Hebu nenda kwenye points kwanza, maana hata sikuelewi. Wanawake ni kama sehemu ya malisho ambapo wanyama tofauti tofauti wanakutana na kula eneo hilo. Sisi wanaume naweza kusema ndo wanyama hao. Nachotamani nijue ni hivi, nimesikia kuwa una ujauzito. Sasa nimekuuliza, namaanisha kuwa ni kweli kwa ninachokisikia au ni watu tu wameamua kuzusha? Nimeshindwa kulipokea hili na kuliamini moja kwa moja kutokana na nafasi ulichukua. Naomba uniambie. Hivi Lestika, nikuulize kitu. Mimi mayai nilopewa sio ya kulia chips. Sijui umenielewa? Na ndio maana nikabeba ujauzito. Na kuhusu mimba yako au sio yako, hiyo sio kazi yako, maana kwa sasa haipo tumboni kwangu. Imeshatoka. Kwa sasa hivi tuangalie lilokopo sasa hivi. Sijui umenielewa? Umeamua kujionyesha sasa uhalisia wako. Ulivaa taswira ya mdoli wa kuvutia sana, ukanivutia kwa kila nikuonapo, hata ukavutia pia moyo wangu. Simba ulificha makucha kwa muda mrefu, umeamua kuyatoa. Shida sio kubeba ujauzito. Huo ujauzito ni wa kwangu. Alafu kama nilivyokwambia, katika sehemu hiyo ambayo nyinyi ndo malisho, wanyama hao ndo sisi wanaume. Inaweza ikawa nakula, kumbe wapo wanaokula na wenzangu, alafu mimi mwenyewe sijui. Bibi, nilizama katika bahari yako ya mapenzi nikiamini kuwa hamna mwanajeshi yoyote mzamiaji anaweza kunichomoa. Na pia nilivyokuona tu mwanzo, nilichagua wako kuwa ndo sehemu pekee ya makazi katika maisha yangu. Sasa umeanza ni sasa na kunguru aliyekaa kwenye waya wa mstimu, alafu upepo na mpepea. Sasa ndo mimi nimeanza kushikwa na vitu ambavyo yani kifupi hata asilimia zangu za upendo nilizokupa zimeanza kupungua. Nachotaka tu yani sijui hata nikwambieje, ila ndo hivyo. Kama mimba ni ya kwangu, basi si ungeniambia? Na sio kuyasikia tu. Sijui umenielewa? Naomba iweke akilini. Alafu sina muda wa kupoteza. Nataka niende huko kwenye marejesho. Na shida na shilingi 10,000. 10,000 tena? Sasa usichoelewa kitu gani hapo? Nina shida na shilingi 10,000 nipeleke marejesho. Kwani ile 50,000 nilikupa jana ilikuwa ya nini? Wanaume mabahili bwana. Sasa 50,000 ya matumizi. 10,000 nina shida nipeleke kwenye rejesho. Naona sasa umefanya kwangu kama mtu wa kutumia pesa, au sio? Mimi sijamaanisha hivyo. Unajua nini mpenzi wangu? Kama kawaida yako. Sio hivyo. Kujibebisha ili hela nitoe. Naomba tu 10,000. Alafu nikirudi tutakuja kuongea. Okay. Asala leo pesa makaratasi. Ndio maana nakupendaga mpenzi wangu. Poa. Kweli? Poa. Unajua nini mwanangu?
kwanza nitangulize samani kabla ya yote. Baada ya siku kunielezea yale mambo nikarespondi vibaya. Leo ndo nimeamini kweli lisemalo lipo, na kama alipo basi laja. Yale ulikuwa unaniambia kuhusu shemeji yako, leo nimeenda kujithibitishia mwenyewe, nimejionea kama pale sina mtu, na kinachosababisha mimi niendelee kubaki kwake ni upendo mpaka sasa. Ila nimeamini. Nashukuru sana ndugu yangu kwa kuniambia ukweli. Nadhani umejionea sasa. Nilikwambia kwa yule mwanamke akufai ndugu yangu, lakini siku ile ukanipokea vibaya, kwa dharau, kiburi, ukanyanyuka tena kwa hasira. Kwa sasa hivi utakuwa njia kufuata mambo mengine tena, ule achana naye, kwa sababu mwenyewe ushajithibitishia kama uniambia mwenyewe, basi achana naye. Ya ametamka kwa mdomo wake eti kwamba mimba nilikuwa nayo alafu nimeitoa. Sasa unafikiri hapo inakuwaje? Yaani isitoshe nilichogundua kwake ni mtu ambaye anafanya kwangu kama mtu wa pesa. Sasa kisitaka tu anakuja kuchuma. Bwana. Pesa tena? Unamaanisha sasa hivi kasha kuona kama kitega uchumi? Ameona mimi kama ATM sasa. Kwamba akitaka pesa tu anakuja na kadi anachomeka anaondoka nazo. Sema wewe nishagundua kitu. Nimepata idea ndugu yangu. Ngoja. Kuna namna fulani sasa hivi nahitaji niishi naye. Kwa sababu najua mimi kwake kuondoka mazima au kuchomoka tu hivi chap chap ni uongo. Unajua story yenu ya mapenzi inachekesha sana bro. Nipe idea. Amna. Unajua nini? Waswahili wanakuambia mambo mazuri hayahitaji haraka. Subiri. Hii ngoma ameshaipiga, ataicheza tu. Sawa. Basi mimi nikutakie wakati mwema. Dada, habari yako? Dada, unahusika hapa? Hapana. Vipi, ulikuwa na shida na huko ndani? Ya, nilikuwa nataka bidhaa. Ulikuwa unataka bidhaa gani? Ya, nilikuwa nataka simenti mifuko 12 na bomba za umeme. Hivyo vitu vingi sana, msubiri mwenyewe. Wakati tunamsubiri mwenyewe, ngoja nipigie simu kijana wangu aweze kuja hapa. Akanaona. Sawa, karibu kukaa. Okay. Halo. Oya mdogo wangu. Niambie kaka. Hebu njoo hapa kwenye adoa moja hivi panaitwa Koba Kimbo. Sawa kaka. Haya. Chapu basi. Haina shida kaka. Poa. Naweza nikapata namba yako? Kaka. Vipi mdogo wangu? Sasa ambaye ananidai. Okay. Ndio anayekudai. Ndio huyo kaka. Asante sana kaka. Lipa deni la watu, sawa? Haina shida. Madeni sio mazuri mdogo wangu, sawa? Asante sana. Kuna kidogo. Mimi nashukuru kwa kunivumilia kwa siku zote. Kumbe unamfahamu kama mtu wa Kibibi? Nafahamu kaka. Tarudi, wao tukachukua hela. Huyu muda si mrefu, sawa? Haya, karibuni tena. Asante. Asante mdogo wangu. Bwana udawa. Ndio na waka chini.